Habari za asubuhi mtazamaji wa Black Stars TV. Siku yetu ya tatu ya maandalizi hapa mkoa wa Arusha kujiandaa na msimu mpya wa ligi kuu ya NBC, michuano ya CRDB Federation, Muungano Cup, lakini pia Mapinduzi Cup, lakini kubwa zaidi ni michuano mikubwa ya kombe la shirikisho, ambapo siku ya jana tumeweza kuishuhudia draw na kumfahamu mpinzani wetu ambaye tunaenda kukutana naye hatua ya awali kabisa, Kiingereza preliminary round. Hii inaitwa Al Ghazala kutoka Sudani Kusini. Kushoto kwangu ni kocha wetu wa magolikipa Ali Mustafa Mtinge Batezi. Majina ni mengi kweli kweli. Hayo yote uliyapata kipindi unacheza ama ndo majina rasmi ambayo yapo katika vitambulisho? Jina rasmi ni Ali Mustafa Mtinge, lakini Batezi nilipata wakati nacheza, ambayo ndo watu ambao wamelizoea na hiyo ndo kubwa ambayo nilipata kwenye michezo, lakini jina rasmi ni Ali Mustafa Mtinge. Kocha, nikumbushe kumbukumbu gani hasa unaikumbuka enzi zako ukiwa golini? Ni nyingi, kwa sababu ukiwa kama mchezaji nikiwa kama niko golini, kwa hiyo ni kumbukumbu ni nyingi, kwa sababu nimecheza timu nyingi, lakini kubwa zaidi ni timu za Kariakoo. Kwa hiyo ukicheza dabi za Kariakoo unakuwa kidogo unakuwa na kumbukumbu nzuri katika kariera yetu ya mpira. Pengine tunaweza kuthubutu kwamba kipindi chenu ambapo mkipata hizi fursa za kucheza michuano ya kimataifa hatua za awali, kutokana na alama ndogo ambazo Yanga, Simba walikuwa nazo, ilikuwa ngumu kukutana na timu ndogo. Mnakutana na timu kubwa kuanzia hatua za mwanzo, ndio maana tulikuwa tunaona kuna ugumu sana kuona timu zetu zinaingia makundi. Sasa umekuwa kocha magolikipa kwa muda mrefu sana, na sasa hivi upo na timu yetu ya Singida Black Stars. Nini hasa unazungumza na makipa wetu kutokana na hizi fursa zinazojitokeza, na wengi wakiamini huenda ikajitokeza yale ya msimu uliopita kuingia tena makundi msimu huu? Mara nyingi huwa tunaongea kwa sababu tunajua umuhimu wa mashindano ya kimataifa na ubora wa timu zinaweza kukutana nazo wakati mwingine, lakini ugumu ni kwamba katika mashindano haya hakuna mtu ambaye labda ni mtu mwepesi. Kwa hiyo utakutana naye mtu mgumu, tofauti na zamani ambapo tulikuwa tunacheza na timu ambazo ni kubwa zaidi ya kipindi hicho ambazo sisi tulikuwa tunacheza. Kwa kama kucheza na Yanga wanasema pangiwa na timu la hali na timu ambayo ni kubwa tayari ambayo inazidi, na wao kwa wanaenjoy kwa sababu wanajua inakutana na timu ndogo. Lakini kwa sasa watu wameimprove, kwa timu yote tunakutana nayo ni kwamba timu inakuwa timu nzuri. Kwa hiyo mara nyingi tunaambiana kwamba hii ni nafasi, ni fursa ambayo tunakutana nayo. Kwa hiyo tukifanya vizuri maana tunacheza kwenye group stage. Kwa hiyo maana huku kuna kitu ambacho kitaonekana, kwa sababu watu watakuwa wanaangalia, unaweza kupata nafasi zaidi ya hii ya Tanzania, unaweza kucheza pia hata nje ya nchi. Kwa hiyo hii ni fursa tunaongea nao ili tuweze kufanya vizuri zaidi kwenye haya mashindano ambayo tunaenda kucheza. Kwenye eneo lako umeongezewa Yona Amos ambaye alicheza Pamba msimu uliopita. Pengine kama kocha mkuu, nini hasa amekiongeza na tutarajie kwamba idadi ya kuruhusu mabao inapungua msimu huu? Ni kitu ambacho kimeongezeka kwenye timu, kwa sababu tulikuwa na Metacha ambaye alikuwa anacheza, tulikuwa na Amos ambaye yupo sasa hivi, lakini Yona kaja kuongeza kitu, kwa sababu ni kipa mzuri na ametoka kwenye timu nzuri ambayo amefanya vizuri. Kwa hiyo matarajio ni kwamba tuje tu join pamoja, tuje tufanye kazi ili kuweza kuleta manufaa zaidi, na kwa muendelezo ambao naona kwa sababu maandalizi yetu tunayofanya, basi kwa msimu huu nadhani pressure zitakuwa nyingi zaidi katika idara yetu ya goalkeeping. Kocha, kupitia Black Stars TV, nataka neno lako la mwisho kabla hujaenda kuendelea na mazoezi. Niambie tukio gani la kusikitisha liliwahi kukutokea katika maisha yako ya soka? Yaani lilikuuma kweli? Mimi kwa upande wangu ni kwamba nilicheza dabi ya Simba na Yanga wakati tunaongoza dakika 80 karibu, lakini bahati mbaya kaja nikafungwa goli ambalo kidogo liliniumiza, na hilo nafikiri ndio kidogo ambalo lilikuwa lilinishusha kidogo ile morali ya kuendelea kupambana kwenye kariera yetu ya mpira. Ni ile goli ambalo nilifungwa na kona moja na kichwa. Kwa hiyo at least kidogo ilikuwa imeniumiza, lakini mengine yote ilikuwa ya kawaida, lakini hilo lilikuwa zito kwa upande wangu pia. Vipi kuhusiana na tukio bora katika maisha yako ya soka? Tukio bora ni kucheza dabi na kupata matokeo. Yaani ukiwa umecheza dabi na kupata matokeo, hiyo ni tukio bora zaidi. Lakini pia zamani kuna mashindano ya kimataifa ambayo yalikuwa bora zaidi, kwa sababu kulikwenda kucheza na timu kubwa ambazo zilikuwa ziko juu zaidi yetu. Kwa hiyo at least ukicheza ukifanya vizuri unasema hii kitu bora zaidi, lakini kubwa zaidi kwa ndani ya nchi ni kupata matokeo katika mechi za dabi, unakuwa uko vizuri zaidi. Nikikwambia uwachambue mashabiki wa soka wa Tanzania, utawachambua kwa aina gani? Ni aina gani ya mashabiki? Wanataka nini na wako vipi pale unapokuwa kiwanjani? Mashabiki wa Tanzania wengi wanataka matokeo mazuri. Kwa hiyo wanataka matokeo mazuri, at least timu iweze kushinda, lakini ikitokea mkipoteza basi kila shabiki atakuwa nayo ni mbaya.
Kwa hiyo shabiki yote Tanzania anataka mpira, japo wengine wanajua mpira, wengine hawajui mpira, lakini wao wanataka matokeo mazuri kwenye kiwanja. Mimi nikushukuru sana, nikutakie maandalizi mema kabla ya kuanza kwa msimu mpya 2026 2027. Asante sana. Asante sana. Yes, huyo ni kocha wetu wa magolikipa Ali Mustafa Mtinge almaarufu kama Barthez, moja kati ya magolikipa bora sana waliowahi kucheza katika ligi yetu ya Tanzania, na hapa ameelezea historia yake fupi, lakini pia maandalizi kutokana na huu msimu mpya na michuano yote ambayo tunaenda kushiriki. Mimi ni Pablo Almas na nyuma ya kamera ni Musa Alhaji. Happy birthday kwa mara nyingine tena. Sasa unazidi kukua, pesa zizidi kuongezeka. Uwe na siku njema mtazamaji wetu wa Black Stars TV.